Mbona baba mtoto niko naye hapa? Na ninazungumza naye. Mbona umeshtuka? Udugu, haya nakuambia hapa naomba uyakalia. Kama uwezi kuyahifadhi kifuani basi yaweke chini ya maziwa. So nakwambia hapa unaenda kumwambia udugu wako. Maana wewe ninakujua friji lako bovu wewe. Wewe friji lako la Magomeni. Ndugu yangu mimi nakwambia hii nyumba tuuze. Kubali hii nyumba iuze udugu. Maisha ni magumu. Ukiangalia hizi familia zenyewe wengine mmezaa watoto hawana wa baba, hivi leo udugu wangu wewe umekufa, mtoto wako atapewa ulisi? Si utaambia umekimbia mirasi? Chukua chako mapema. Si unanielewa? Chukua chako mapema. Viwanja viko sehemu nyingi. Hapa tunauza tukichukua chetu, Chanika Mbagala watu kuna maeneo watu wanauza milioni 4, milioni 5. Vipo vikubwa. Unachukua hapa unaenda kuweka eneo huko. Kwani tukae tunang'ang'aniana hapa? Tuking'ang'aniana hapa nakwambia tukajazana kama nyanya za Buguruni. Utakuja kulogana hapa, utakuja kugeuzwa chizi. Au ndugu wangu ushakuwa chizi. Hiyo mali unamiliki vipi? Ulishasikia kuna tajiri chizi? Ulishawahi kusikia wapi? Amka. Tuuze nyumba. Hilo nalo neno ulisema mdogo wangu Zuu. Maana dadangu namfahamu, namjua vizuri tabia zake. Namvumilia tu. Yule tukiona tantalila nyingi tunampiga surati mtulizo. Kuna wataalamu wazuri kutoka Sumbawanga, Kigoma, si mmoja. Siku hizi sio lazima upande treni. Yaani ni simu. Si unanielewa? Yule anapigwa kitu yule anakuwa zoba. Kwenye kikao kile cha kuuza nyumba, akiulizwa, "Upo tayari kuuza nyumba?" Yaani ndio anatia saini, kila mtu anachukua chake. Usigande hapo. Mimi nimechoka, maisha ni magumu, nimechoka dadangu, siku hizi malazi ni mengi, kifika usiku watu tunaumwa. Ukiamka asubuhi unasema, bwana nilivyoamka asubuhi nataka nile changu, nataka nitumie mali ya wazazi wangu mapema jamani nikiwa hai. Tuuze. Wewe. Hiyo simu si yangu. Simu yako? Dada, hii simu yangu. Zuu. Umeipataje? Simu yako kanipa Kaniki nimwekee. Ina maana Kaniki ndo kanikaba mimi, si ndio? Dada, kumbe wewe fisadi kiwembe wewe, usiokuwa na haya. Yaani tunakaa hapa kumbe mimi na wewe tunacheka, kumbe mnafiki wewe. Wao kumtuma mwanao aje nikabe mimi? Kweli? Wao kunifanyia mimi unafiki? Kweli? Kwa hiyo wewe na mwanao mnashirikiana wezi. Mama mtu mzima unakuwa mwizi, una haya wewe, kibili fitini mkubwa usiokuwa na aibu. Nyao tumekaa hapa kumbe unanichola tu. Wewe vipi? Mbona bunga hapa? Unatoa macho. Namshangaa Noah amemleta dada ambao amekataliwa kwenye kampuni. Na huyu dada anajishughulisha katika kampuni ya mikopo. Na ukikopa kwake anachukua nusu ya mali ya kampuni. Si tusu bwana. Endelea na kazi. Sisi ni pipo tutakutana. Ngoja sasa nikuoneshe. Kwani unajua ule msemo kwamba mme wa mtu sumu? Sasa ngoja nikupe maziwa. Au unasemaje ndugu wangu? Nisikilize nikwambie, wewe mwanaume wako kanifuata mwenyewe na kanieleza kila kitu. Kaniambia shoga yangu hujui mapenzi.
siri zangu, nina miezi 6. Sijijiji. Utegemea nitamwacha. Bibi jamani, wewe unajikuta nani? Muone ulivyokuwa sura nzito kama wewe unazungumza kama nani? Sura nzito nini? Wewe nabii mkubwa sema naangalia bwana. Wewe ni kabisa macho kodokodo hapa kitano. Ndio nini sasa unaibisha? Ndio nini sasa? Wewe niache wewe. Sasa kama mwanaume kanitongoza nimwache. Akija mwanaume wa mtu mimi namchukua. Kwani kuna mtu alienda hospitali akaweka kadi pale akaweka muhuri? Wale watoto wadogo unachukua na kinda afu unapita hivi. Mambo gani tunaleteana? Watoto wadogo unaona shiba utakaharibu uso wangu. Uso wenyewe ndio biashara. Angalia bwana tena noma bwana. Sema baridi ka vipi ujichenge au vipi? Weka niki. Hivi unanichukuliaje? Unanichukuliaje? Unanichukulia poa eti, si ndio? Bi mkubwa nini sasa? Wewe usinizingue wewe. Mimi mwenyewe nimevurugwa vile vile, usinichukulia poa mwanangu wewe. Unaiona hii sura hii? Unaiona hii sura mimi nishafanya uhuni kinyama yani. Kuna kitu nilikukosea? Kwani umenifanyia ushenzi mimi wewe? Ushenzi gani kama hivyo? Hii nini? Tofali. Tofali? Kaniki usijizime data. Wewe mjinga wewe. Wewe unaona kabisa kama wewe mpumbavu wewe. Wewe usinichukulie poa. Kama umezaa kumuingia mamako, muingia huyo. Mimi nishafurugwa kitambo. Umenielewa? Wewe kuniacha mimi vibaka mnanikaba mimi. Wewe unamkaba mamako, una akili kweli wewe? Ningebakwa mimi pale. Sema nawe umepita mibaya bwana ile. Tunajua zile. Kwani uko pande gani ndugu yangu? Mimi naangalia pesa. Baba Chris ananipa pesa nyingi sana. So siwezi kuwa mjinga. Sisi vijana tunapambana kutafuta pesa kaka. Sasa na vipi akija kuulizia kuhusiana na kazi yake? Usijali. Nitajua nini cha kumjibu. Saraba mwekundu, taswira ya ukungu kwenye macho. Nyumbesha kwa uwanja wa vita, mapigano, lugha zishaanza kunitisha, migongano, maana pete kaliki kidoleni, chanda kinawasha, yani moto unawaka. Ndoa yangu ipo kileleni na inanesa. Ndugu zangu, watoto wangu, nimewaiteni hapa, nilikuwa na ombi jamani. Ombi langu mimi, watoto wa kike hao wote walale chumba kimoja. Kile chumba kingine tukipangishe. Ili muuliza vizuri ndugu wangu. Angalia maisha tunaoishi. Maisha yetu mabovu. Lakini tukipangisha kile chumba, kila mtoto atapewa msingi. Mwenye kuuza mandazi, mwenye kuuza sambusa, kila atakayetaka kuuza chochote kile, vibagia vinini, vidagadaga vile vidogo vidogo, mtu atauza shilingi 150 hakosi. Lakini sio kama hivi tunavyoishi. Maisha haya magumu, tunaibishana. Wengine wanadanga, tunatiana aibu. Utaendaje kudanga bwana, unatutia aibu? Kwa hiyo kwa kuepusha hii udangaji uishe katika nyumba yetu, tupangishe kile chumba, tupate hela, kila mtu apate kimsingi. Ili mnalionaje? Sasa kwa hiyo tukipanga hicho chumba kimoja, hiyo kodi itapatikana. Ndio itaenda kusaidia hizo shida zetu, si ndio? Itatosha kwa sababu hatuna yani makuu tuseme ya kutoka misingi mikubwa, sijui miduka, sijui nini. Sisi misingi yetu midogo midogo tu. Kwa nini sitoshe? Basi sawa. Kiufupi ni kwamba hawa mabinti ukisema uhamishe, binafsi sitaki kulala na mtu. Nataka kulala peke yangu na vitu vyangu natakaga kufanya. Sijui unanielewa, sitaki kubanwa mimi. Na vitu. Kama unataka mtaji kupitia kodi, mtoe huyu kijana wako. Mamdogo na kuheshimu. Na kuheshimu mamdogo. Wamilevu tulia basi, mbona kama hivyo bichi bwana? Haina noma familia. Kinda. Ndugu yangu, hizo nywele zako zinasukuga. Achana kwanza mambo ya nywele. Sikitu. Mbona hujaniambia habari ya jana?
Jana kwa unapinda pinda tu, unatokea huku unarudi huku. Niambie jana kitokea nini? Ndugu yangu, ukitaka jambo lako paka litimie. Na hapo ushaanza kuleta habari zako zingine. Lakini yule mkaka ni mzuri, nilijua tungemkubali. Kwanza anavutia, afu mnaendana. Sio kama Nagwa bwana. Ushaanza kuleta habari za Nagwa. Ila yule kaka wewe sio haba isi. Ukamkubali. Leta hicho kichwa mimi nikifumue bwana. Achana na hizo story. Mimi nitakwambia tu baadaye wakati mwingine. Fanya tu mpango hizo nywele uzioshe. Hiyo story hiyo imeisha. Sikia tu tuendelee. We. Haya, kinachokufanya ukimbia kitu gani? Unachacharika utafikiri umekanyaga kala moto. Muangalie kisura kidogo ka Plitoni. Lo, mwanamume mbea wewe. Hivi wewe nataka nikuulize kwanza. Kwa nini unapenda kunifuatilia mimi mkubwa kama hivi? Wenzako wanabeba zege, hawabebi maneno mtaani. Kama umekosa kazi, kashone hiyo miguo yako ya kwenda kupasulia watu hospitali. So tushone sisi mtaani. Nyauba we, muangalie mipua yake ilivyofunuka. Wewe ukwambia mimi nataka kuolewa na yule bwana nani? Nilikwambia saa ngapi, muda gani na wakati gani? Sinaongea na wewe. Hivi wewe nikikuomba shahidi utanipa? Ninao. Sijakataa, kwenye umbea ndio umbea, lakini sio kila umbea natangaza mimi. Naishi peke yangu kwenye umji. Hivi nani mwenye jina linaumiza meno hapa ukilitaja kama sio wewe? Liangalie. Na nakwambia hivi, nitakuletea Kigoma wewe. Na nitakuvalisha mpaka za kiuno. Nini utabadilika wewe? Badilika, kuna mwanamume ambaye anafanya mambo kama ya kwako. Hakuna. Unajitia aibu mtaa mzima, wewe mwanaume peke yako unafanya mambo ya kike. Wewe ukifanya hivyo mwanaume mtoto kike atafanya nini Chandimu? Badilika. Hebu niambie Chandimu, toka umeanza kufanya mambo ya kimbea na kinafiki, umepata faida gani? Hakuna faida ambayo unaipata. Afu station mwanaume mzuri Chandimu. Acha mambo ya kike. Nakupenda, usiwe hivyo. Na unajua kabisa na kusomesha mimi peke yangu bila msaada wa mtu yoyote. Ndio umenifanya nini? Nia yako unidhalilisha au kitu gani? Yaani mbele za watu mwanangu. Unaniacha mimi? Unakimbilia kituko kile? Nini kile umenifanyia? Mwanamume hajulikani kikeni wala kiumeni, Kiislamu wala Kikristo. Nini manake? Martha mwanangu, umejia kunidhalilisha siku ya leo. Nikuulize, toka umezaliwa kuna mtu akija kuletea pesa mimi nikupeleke shule? Ninakutegemea mwanangu. Iko siku na mimi utanistiri kwa elimu yako. Umenifanya nini? Ina maana wewe mimi ulinichukuliaje? Unaniacha nimesimama unafuatilia kile kituko. Martha, nini mwanangu? Bila samani. Mambo. Poa. Naona uko peke yako. Nilikuwa nahitaji nikusaidie kazi za ndani, kusafisha, kutafuta vumbi, kusafisha remote pia. Asante. Ila kuna mtu atafanya hizo kazi. Kioge na kuku. Sonia angalia huku. Kuna turusi. Hata mimi siamini. Lakini amethibitisha amemsikia na kumuona akizungumza. Sasa sijui unajua nini kaka. Dada yangu nimegundua kuwa nina maadui wengi sana. Na nimeanza kudili nao mmoja baada ya mwingine. Kivipi? Dada yangu, muda umekwenda sana sasa hivi. Ya kupasha urudi ndani ukapumzike. Hivi wanangu nyie, uzuri wote huo tumewazaa watoto warembo mapiskali.
Bado sisi tu tunahangaika na mishavu yetu hii imeshuka inachuma kunde. Jamani hamtusaidii tu. Yaani wewe unaacha kutumia uzuri wako mwanangu, eh? Wewe hapo ukitoka hapo tu, sio 2000 tu, unapata zaidi ya 2000. Mama. Utafika kaa buda kama mimi ungemechoka mbele. Nipe hela mama. Nikioga nayo si mnatoa. Ukiona hivyo sina. Shoba. Halo. Ulikuja na vigelegele, leo umekuja na shebeli tena. Haya, nilisema mimi, mwanangu Butua mzuri. Oh. Umefika. Karibu. Naomba tusikizane. Nahitaji simu yenye metal frame. Kama utaki mimi na wewe basi, bora tuachane. Nini? Usikubali kuacha kizembe. Efinix wameleta Note 50 ikiwa na metal frame design pamoja na Efinix AI inayokuongezea nguvu kwenye uzalishaji na urahisi ukiwa unatengeneza maudhui. Fika maduka ya Efinix ujipatie simu ya kwanza yenye metal design Note 50 kwa bei rahisi.